anapocheza, wewe unaweza kuwa unachukulia kawaida, lakini ile cheza yake mtoto inamfanya anajamiiana na jamii, ana socialize kwa lugha nyingine. Umeona? Au ana lugha nyepesi ni ku socialize, kujamiiana. Yaani kwa maana ya ana jamii moja na nyingine wanakutana kwa pamoja. Kwa hiyo unaweza ukavichukulia vya kawaida, na athari yake in case kama mtoto asipopata hiyo socialization toka utotoni, baadaye unaweza ukakuta mtoto anashindwa, yaani ni mtoto ambaye tukimweka kwenye jamii anashindwa kusocialize kwa wepesi. Kwa hiyo ni dhana ambayo lazima ianzie nyumbani, na wazazi lazima tuwape kwanza, tutenge muda mzuri wa kuongea na watoto wetu. Unapoongea na mtoto wako unamkuza kimwili, kihisia, na kingine. Unapompa vitu vya kuchezea, unapomwimbia nyimbo, yani vitu vidogo vidogo kama hivyo. Kwa hiyo tusitarajie kwamba ni huduma ambayo lazima akaipate tu shuleni, lakini hata wakati mwingine jamii hiyo Seuli amesema kuna baadhi ya wazazi unakuta anaenda shuleni, anafika anasema, yani wale wazazi ambao wanapenda kukagua tu madaftari, yani anaamini kabisa kwamba mtoto akija lazima labda atakuwa ameandika. Mtoto anaweza kaenda, kwa mfano mtoto ana miaka mitatu mingi. Wazazi mnakagua vyema. Sasa unaweza kukuta kwa mfano kama alivyozungumza mwalimu, mtoto anaweza kukuta yuko kwenye, kwa mfano wale watoto ambao wanaenda daycare. Watu wanaamini daycare anaenda kusoma, lakini sisi tunaamini pale anaenda kwenye malezi. Sasa kuna lugha ambayo mtaani imezoeleka, tunauziwa Kiingereza, kwamba mtoto ana miaka miwili mitatu akija anaongea Kiingereza, wewe unahisi good morning saa 7 mchana, yani anakuambia good morning ni saa 8, mtoto ndo anakurudisha, wewe unafurahi, unahisi kwamba nini pale. Sio kwa mtoto. Unaweza ukakuta mzazi mwingine mtoto anaenda kabisa anagombana hata na walimu, kwa mbona mtoto wangu haelewi, haongei hata Kiingereza. Hapana, lakini yule mtoto, kumbuka, pale ana socialize na wenzake, anacheza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni lazima ianzie nyumbani.